Ibana, moja kati ya ngoma kali tamu na za moto ambazo tulikuwa tunazisubiri ni hii hapa ya Mzee Inaga baada ya yeye kutoka India kwenye matibabu. Amezungumza nini? Twende na hii ngoma. Itemo ndo jina langu. Leo tunainyamvua ngoma Inaga Mliambelele baada ya yeye kutoka kwenye matibabu India. Amezungumza nini humu ndani? Fuatana na mimi, na hii ni Temo TV. Taka okayu manengero toga hewa maloki imaludo alushawe dutegereki yakare hago nebya. Ebana, hiki ni chuma, moja kati ya chuma. Hiki ni chuma. Ebana, hiki ni chuma. I say ni chuma by the way. Sinto hono bwa wena biyeshi upela mwachande upela mwabechuko. Anakwenda kwa jina la Inaga Mliambelele. Inaga Mliambelele, ngoma inakwenda kwa jina la Uwezo. Moja ya wazee ambao tunawakubali, tunawaombea na ni wazee wetu wa maana sana. Ebana, Inaga Mliambelele ni moja ya wazee wetu wa nguvu sana. Moja ya wazee wetu wa maana sana. Ninaposema wa maana, ni wa maana sana. Ebana, ni Inaga Mliambelele, ngoma ni mpya sana. Ina masaa kama 3 hivi imepachikwa hewani na imegongwa baada ya huyu mzee kuwa ametoka India. Kama ambavyo nafahamu alikuwa anaumwa, lakini amepona na akafikia studio moja kwa moja, ametandika ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Uwezo. Na hii hapa ndio tunakwenda kuinyamvua hii leo. Yakare hago nebya. Sinto hono bwa wena biyeshi upela mwachande upela mwabechuko. Ebana, mzee wetu Inaga Mliambelele ameigonga hii ngoma leo. Ni kama ina masaa 3 hivi. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii utakutana nayo, ni kama ina masaa 3 hivi. Kama ambavyo nafahamu huyu mzee wetu alikuwa anaumwa, alipelekwa Bugando, lakini akiwa Bugando pale ikaonekana hali yake sio nzuri sana, inabidi aandikiwe rufaa ya kwenda India, kwa sababu madaktari wa pale Bugando ilionekana wakimfanyia operation wao atapoteza kumbukumbu. Atapona lakini atakuwa hana kumbukumbu tena. So kama ni kuimba pia hatajua kama aliwahi kuimba na vitu kama hivyo hapo. Hizi zote ni taarifa ambazo tulizipata kutoka kwenye vyanzo vyetu vya habari. Tumewahi kuwapigia simu moja kati ya wanafamilia wa Inaga Mliambelele, lakini pia wasanii mbalimbali tumewahi kuwasiliana nao kwa simu, akiwemo Jiganza Inaga. Pili Nzalia pia tumewahi kuwasiliana naye kwa njia ya simu, akatujuza hali na maendeleo ya mzee wetu Inaga Mliambelele. Lakini pia tumewahi kuwasiliana moja kwa moja na mke wa mzee wetu Inaga Mliambelele kwa njia ya WhatsApp akiwa India. Ilikuwa ni saa 7 kamili za mchana Tanzania, tunakumbuka. Tukamuuliza mzee wetu anaendeleaje, akasema mzee Inaga anaendelea vizuri. Tukamuuliza tunaweza kuzungumza naye. Mama yetu mke wa Inaga akasema kwa huku huu ni usiku wa manane, tumelala, sio mbaya, hata kesho mtazungumza naye. Msikilizaji, hatuko sana huko hii leo, na leo tuko kwa ajili ya kwenda kuinyamvua hii ngoma ya mzee Inaga Mliambelele aliyoimba baada ya yeye kutoka India. Na nikukumbushe tu ubaki hapo Itemo TV, kwa sababu muda sio mrefu tutakwenda kufanya interview moja kwa moja na mzee Inaga Mliambelele. Tunakuahidi iko siku moja tutakuwa hewani na Inaga Mliambelele. Mnasa wewe oyigwe miho ya malogi sanga balagako. Bana, kama dawa. Itemo ndo jina langu, na asante kwa kuwa na mimi. 0757177077. Hii ndio namba ambayo nilikabidhiwa na makampuni ya simu. Unaweza kunicheki kwa namba hiyo hapo, tuwasiliane. Ukayande je mikosi ya malogi ena managayo ko manenge ulagwila kama kereke kashigange bageta malogi enega gange we aga chani yo nekela
Bana, kama ambavyo nilikujuza mwanzo, tunakwenda kuitazama na kwenda kuinyamvua na kwenda kuisikiliza. Tukamsikilize mzee Inaga amezungumza nini ndani ya hii nyimbo. Tukamsikilize mzee wetu, baba yetu amezungumza kitu gani ndani ya hii nyimbo. Inaga Mliambelele baada ya kutokea India. Twende nayo. Nosugo maloginago manila. Inaga Mliambelele kwa masikitiko makubwa ameanza kwa kusema habari ya wachawi nimeizoea, habari ya mimi kulogwa nimeshaizoea kabisa. Analalamika Inaga Mliambelele. Nanti wanarindo galamba. Inaga Mliambelele anasema kulogwa, mimi wameanza kuniloga nikiwa bado mdogo kabisa. Nimeanza kulogwa nikiwa mchanga kabisa mimi. Analalamika Inaga Mliambelele. Sababu yenyewe sioni ni nini? Najiuliza mara 10 sipati jibu. Inaga Mliambelele kama ambavyo namsikia mwenyewe analalamika, analalamika Inaga. Kwa nini inakuwa hivi? Analalamika mzee wetu. Tuendelee kumsikiliza. Basi tu. Na siku tutapambana. Inaga Mliambelele kwa hapa anasema kuna siku moja, iko siku moja tutashughulikiana. Iko siku moja ninauambia. Ukumbuke kwa huku mwanzoni anasema yuko na vita na wachawi. Sasa hapa anasema iko siku moja anawaambia wachawi. Hatujajua Inaga amejipanga kiasi gani kupambana na wachawi. Kwanza amesema amechoka kulogwa sasa, maana amelogwa mpaka amekwisha kuzoea kabisa. Sasa iko siku moja anasema Basha Studio. Uwezo honu oboni nagutabuka. Inaga Mliambelele kwa hapa anasema ni uwezo wangu ndio unaonisababishia matatizo mimi. Ni uwezo wangu wala sio kitu kingine. Ni uwezo wangu ndio unaonipa shida mimi. Tukumolonelo sanja salamba na teminze. Inaga Mliambelele anasema umaarufu wangu umeenea dunia nzima. Umesambaa kama maji umaarufu wangu. Kimpa manengelo nuluhamo iri hala warika hanga tohono kumana. Inaga Mliambelele anasema sijui Manengelo au mzee Halawa aliyetoa mamlaka haya ya mimi niwe maarufu. Ni mzee Halawa au ni mzee Manengelo? Sielewi kabisa. Kwa hapa kwa wewe ambaye unanisikiliza pia unaweza kujiuliza mara mbili kwamba unaweza kaenda sehemu kwa mtu mtaalamu kwenda kutafuta power au nguvu ya kile unachotaka kukifanya, ukapewa nguvu hiyo uliokwenda kuitafuta, lakini ikakuzalishia matatizo haya ambayo anakumbana nayo mzee wetu Inaga Mliambelele. Sisi ambao tuko hapa tunamsikiliza tujifunze mara mbili kwa hapa. Unaweza kaenda tu kutafuta nguvu na mamlaka, ukapewa mamlaka hayo, lakini yakakuletea shida nyingine ambayo pengine usiweze kuitatua. Anatukumbusha Inaga Mliambelele. Tuendelee kumsikiliza. Ingahamu bebe dunia utebire Mungu. Inaga Mliambelele anasema bado sifahamu, au labda ni nguvu ya Mungu inayonifanya mimi niwe maarufu. Mungu, labda wewe ndiye unaijua, kwa sababu nina power ya tofauti, na hii power ndiyo inaniletea shida sasa. Ninalogwa na ninafanyia vitu vingi kwa sababu ya uwezo na nguvu nilizo nazo. Sasa Inaga Mliambelele anajiuliza, je, hizi nguvu nilizo nazo zimetoka kwa hawa waganga au zimetoka kwa Mungu? Sipati majibu kabisa. Analalamika Inaga Mliambelele. Kalahoni kalagabusea kalamba na tira. Inaga Mliambelele ameturudisha kwenye historia ya maisha yake. Anasema zamani alivyokuwa naishi Busia. Busia ni kijiji ambacho alikuwa naishi enzi hizo Inaga Mliambelele. Tumsikilize sasa alivyokuwa naishi Busia ilikuwaje.
ameturudisha kwenye historia ya maisha yake. Inaga Mliambelele anasema, siwezi kusahau yaliyonitokea Busia. Nimekujuza Busia ni kijiji alichokuwa naishi zamani. Anasema hawezi kusahau yale yaliyomtokea kwenye kijiji cha Busia. Inaga Mliambelele anasema ilikuwa ni usiku, amelala kwenye hicho kijiji cha Busia, akabanwa haja, ikabidi atoke nje kwenda kujisaidia. Inaga Mliambelele anasema wakati anafanya maandalizi ya kunyanyuka kitandani ili atoke nje kwenda kujisaidia, Inaga Mliambelele anasema alipotizama vizuri kitandani hakumuona mke wake. Inaga Mliambelele anasema akaangaza vizuri, akamuona mke wake amewekwa pembeni kabisa karibu na ukuta. Inaga Mliambelele anasema katikati ya Inaga na mke wake alikuwa amewekwa fisi pale. Anasema Inaga Mliambelele alivyokurupuka kitandani akakutana na fisi amelala karibu na yeye, na mke wake amehamishwa, amesogezwa pembeni kabisa kwenye ukuta, ndiko amelala mke wake na Inaga Mliambelele. Inaga anasema yule fisi alimfahamu kwamba ni fisi wa bibi fulani, na huyo bibi Inaga anasema anamfahamu. Sasa jiulize, ulikurupuka kwenda kujisaidia, sijui mpaka huu muda utakuwa na hali ya kutaka kujisaidia? Unaweza kudondosha komenti yako hapo chini, au unaweza kunitumia message moja kwa moja kwenye 0757177077. Tuendelee kumsikiliza Inaga. Inaga Mliambelele anasema kipindi hicho alikuwa hajapata hata dawa ya aina yoyote. Asubuhi na mapema alijidamka. Unavyosikia kuipuna ni kujidamka. Aliamua kwenda kwa mzee Manengelo, kwenda kumweleza mzee Manengelo yale yaliyomtokea. Tuendelee kumsikiliza Inaga. Baada ya kufika kwa Manengelo ilikuwaje? Inaga Mliambelele alivyofika kwa mzee Manengelo akamwambia, babu, leo nimelala na fisi mpaka huu muda sifahamu kwamba huyu fisi amemkojolea nani, kwa sababu amekojoa kabisa kitandani fisi huyu. Inaga Mliambelele bado anamweleza babu yake kwamba godolo langu lina mikojo ya fisi. Maskini wa Mungu, godolo langu lina mikojo ya fisi babu yangu, ninakwambia. Inaga Mliambelele akamwambia babu yake, nimeamua nikamrudishe nyumbani kwao mke wangu kwa sababu ninamuonea huruma. Yani afue mikojo ya mnyama kweli, afue mikojo ya fisi sio kweli, bora nimrudishe nyumbani kwao. Inaga Mliambelele bado anazungumza na babu yake ambaye ni mganga wa kienyeji. Manengelo anamwambia, nimeamua nikamrudishe mke wangu, tena nikitoka hapa na kwenda kumrudisha kabisa mke wangu nyumbani kwao, kwa sababu ni aibu kabisa. Ni mtoto wa nani afue mikojo ya fisi? Ni mtoto wa nani? Hata kama ni mtoto wako, inawezekana mtoto wako afue mikojo ya fisi. Inaga Mliambelele ni kama anamlalamikia hivi huyu mzee ambaye ni mganga wa kienyeji. Sasa mimi sijajua ni kwa nini anamlalamikia, labda tuendelee kumsikiliza huku mbele tutamuelewa kwa nini ni kama anamlalamikia huyu mzee. Hebu tuendelee kumsikiliza Inaga.
Inaga Mliambelele bana, kumbe huyu mzee anamlalamikia kweli. Hapa sasa amefunguka. Inaga Mliambelele anamwambia huyu mzee kwamba haya yananitokea kwa sababu mnanitibu kawaida, yani mnatibu huku mnacheka, yani mnanitibu huku mnacheka, yani hamujawa serious kwenye kunitibu, yani ni wanalala nafisi mimi. Yani ni kama anamlalamikia huyu mzee kwamba hajafunguka kumpa dawa. Sasa cheki anazalilika, mwanamke anahamishwa, analala ofisi pale katikati, anazalilika. Inaga yani ni kama amechafukwa, anamlalamikia huyu mzee ni kama amefeli, anampa dawa ambazo sio sawa, ni kama anataka kumtukana, ila kwa sababu ya umri anashindwa Inaga, lakini anafunguka na kumwambia mnacheka kwenye kututibu, mwisho wa siku tu unazalilika. Tuendelee kumsikiliza Inaga. Inaga Mliambelele bado anamlalamikia mganga wake, anamwambia kwenye kuwatibu watu muweni serious, msio mnawatibu watu kwa kutania, muwe mnatibu sawa, muwe mnatibu kwa kumaanisha, msitanie kwenye kututibu, tunazalidika sasa. Uwezo bone buri nangutabuka tukumoronero sanja magulia salamba na minze kempa manengelo kamwe ili hala warika. Inaga Mliambelele ameturudisha kwenye ile verse ya kwanza, so kama haujaelewa unaweza kurudi hapo ukaendelea kusikiliza. Lakini nikukumbushe kitu kimoja, kwenye hii verse ya kwanza analalamika kwa kusema hajaelewa huu umaarufu umepatikana kutoka kwa kina Manengelo pamoja na Halawa au ni Mungu. Lakini kwenye historia yake tena hapa anasema fisi alivyokuja kulala kitandani kwake, alikwenda kwa Manengelo na kumforce Manengelo huku akimwambia, unavyokuwa tutibu mzee Manengelo usifanye utani, tutibu kabisa ukiwa serious. Ibiraga yalibo jikunubu kana kisaidiye unolunke one otula kwa kondugu agateri biti yakagikulu na natale no kupandika nulubuko tababa nagipuna ngwa Manengelo kujuga haya nalalagani biti kimbarya subalira ganani ikotaboriane mine kambiti guku naliwira na kamvi. Naam, hii ni verse ambayo tumekwisha kuitafasiri uko nyuma. Kama haujaelewa unaweza kurudi hapo. Inaga Mliambelele anasema alikwenda kwa babu yake na kwenda kumweleza, fisi amelala kitandani kwangu na amekojoa kabisa, amekojolea godoro langu babu yangu, anamwambia babu yake na Inaga Mliambelele. Kayo mwananya gafure mine gashini aluwewe kine Manengelo hebe ulakobola Manengelo mwagumana. Inaga Mliambelele bado anazungumza na babu yake, anamwambia, babu yangu mnatutibu kawaida, mke wangu ni bora arudi nyumbani kwao, hawezi kufua mikojo ya fisi, hata kama angelikuwa ni mtoto wako hawezi kufua mikojo ya fisi kabisa. Inaga Mliambelele anasema kitendo cha kumwambia babu yangu alikuwa ananitibu kwa utani, kumbe nilikuwa ninajidanganya, nilikuwa ninamzushia huyu mzee, haikuwa kweli, kumbe nimegundua. Inaga Mliambelele anasema anakumbuka alimwambia yule mzee kwamba unanitibu kawaida kwa sababu ninakupa mali ndogo, niambie kama ni ng'ombe ni kuongeze zingine ili unifunge vizuri, hizi ni zalau. Kitendo cha fisi kuja kulala kitandani kwangu, hizi ni zalau. Kama unaona sikupi fedha za kutosha, niambie nikupe ng'ombe ngapi ili unifungie dawa kali, maana unanitibu kwa kucheka. Tuendelee kumsikiliza Inaga. Inaga Mliambelele anasema baada ya kuzungumza maneno mazito namna hiyo kwa babu yake alitikisa kichwa huku akisema, mjukuu wangu, ng'ombe sio kitu tena, habari za wachawi naomba zikomee hapa tena, achana nazo kabisa.
aliongea babu yake na Inaga Mliambelele. Babu yake na Inaga Mliambelele alimwambia, tizama, Mwanamalundi walimuua wachawi, lakini Yesu Mnazareti walimuua watu, wakamtundika msalabani. Achana kabisa na habari za wachawi. Iya dunia ilibidi twanone na kutemere tubo Inaga mangombe lolo upeje mangombe na majiri wabaguyuria twabato bato wigishaga mwana. Babu yake na Inaga baada ya kumuonya kuhusiana na habari za wachawi, kisha akamwambia, ya duniani mwanangu ni mazito. Sasa ninakuchanja dawa za mali, ng'ombe pamoja na vyakula, ili wawe wanakula vijana wako. Manumba na magari iya kuchangwa na wanteni manirire ngana. Inaga Mliambelele kwa hapa anasema, ni kweli nimetajirika, mimi ni tajiri, nina majumba pamoja na mashamba, habari ya kufa nimekwisha kuizoea kabisa, anasema Inaga Mliambelele. Inaga Mliambelele bado anasema, alifikiria zamani alikuwa anatibiwa kawaida na babu yake, kumbe alikuwa anajidanganya. Alihisi wachawi ni watu wa kawaida zamani. Sasa amegundua kwamba na yule mzee alikuwa anamsingizia, kumbe wachawi ni balaa. Inaga Mliambelele bado anasema, niliwahi kumwambia babu yangu kama ni mali nimpe ng'ombe zangu zote, anipe dawa za kuwaona wachawi. Inaga Mliambelele anasema babu yake alikataa, huku anatikisa kichwa na akamwambia, mjukuu wangu, habari ya wachawi tena ikome hapa, ninakwambia. Machawi yamemuua Mwanamalundi pamoja na Yesu Kristu, yalimtundika msalabani. Ni machawi tena, habari ya wachawi ikome hapa, mjukuu wangu, ninakwambia. Inaga Mliambelele anasema babu yake aliamua kumchanja dawa za mali pamoja na majumba, magari, fedha. Anasema mpaka sasa yeye ni tajiri, habari ya kufa ameizoea na amekwisha kuzoea kabisa, kwa sababu habari ya kifo ipo tu kwenye hii dunia, anasema Inaga Mliambelele. Inaga Mliambelele ametoka kabisa kwenye wimbo huu, amepeleka ujumbe kwa mzee Baruhia ambaye ni mganga wa kienyeji. Anamwambia, kuna jambo mzee wangu, naomba ulielewe. Simu zinachonganisha watu. Kumekucha baba yangu, naomba unishikilie vizuri na unifunge sawa sawa. Kumepambazuka mzee wangu. Mliambelele kwa hapa anazungumza na baba yake wa dawa. Inaga Mliambelele bado anazungumza na baba yake wa dawa, anamwambia amjali, amtibu, ampambanie, maana akija kufa na yeye atakoswa, lakini pia atakwenda mueleze nini kakake wa Ukiriguru ile ya Misungwi Mwanza, kwa sababu atakuwa ni kama amefanya uzembe wa kuto kumshughulikia Inaga Mliambelele. Tuendelee kumsikiliza Inaga.
Inaga Mliambelele bado anazungumza na babake wa dawa, anamwambia hata kwa chande utafikaje kama utanitelekeza mimi? Utafikaje kwa ndugu zako? Utakwenda uwaeleze nini nikifariki mimi? Yakumbuke maneno ya babu yangu Halawa. Alizungumza kabisa babu yangu Halawa. Ukumbuka alizungumza kitu gani? Inaga Mliambelele kama ulimsikiliza huku mwanzoni alianza kwa kulalamika kwamba baba yangu, ukijua simu zinaweza zikakosanisha watu. Inaonyesha kuna vitu ambavyo vilifanyika kati ya Inaga pamoja na baba yake huyu, na anamuomba waishi kama zamani. Tuendelee kumsikiliza Inaga Mliambelele. Inaga Mliambelele anawaambia wataalamu wake kwamba nyinyi huwa mnakata tu dawa za nkanya. Nkanya ni dawa moja hivi ambayo ni dawa ya kukubalika. Sasa hapa anasema hiyo dawa ya nkanya toka zamani huwa ninawaona mnatumia hiyo. Badilisheni tafadhali, siku moja mtakuja kupelea. Mlani laja mapala na nyama kwa na makikolo kakalamba lakini majinga sana leo majinga kale tu majani kulwa kawira gina kamanire. Inaga Mliambelele anazungumza na wazazi wake, anawaambia wazee wangu, kwa uzembe wenu huu mnaufanya, siku moja mimi nitakuja kulazwa nje na bibi zangu wachawi. Ni ndugu zangu lakini ni wachawi, ni wajinga na wanatuma vitu vya kimiujiza ninaviona na ninavipokea. Waambieni nimekwisha kuwafahamu, anasema Inaga Mliambelele. Naam, Inaga Mliambelele amerudi kwenye ile verse ambayo tumekwisha kuitafsiri hapo nyuma. Unaweza kurudi hapo kama haujaelewa ili uweze kuungana na sisi. Temo ndo jina langu, bado tupo. Ulangwira kumabecho ulashika bokino wewe mwachande mwachande ulashika bokine amateganywa ko halawa okale ku tanunga kajewa mamankanya tunene komanu te mamankanya. Inaga Mliambelele bado anazungumza na wazazi wake kwenye verse ile ambayo tumekwisha kuitafsiri huko mwanzo. Anasema nyinyi huwa mnanichanjia dawa za nkanya tu, kwa nini mnichanjie na dawa za kinga by the way ili niwe mwamba zaidi? Anawaambia wataalamu wake wa dawa Inaga Mliambelele. Tuendelee kumsikiliza. Inaga Mliambelele anasema nilishawahi kuwasikia pia mkoa mnazungumza na Manengelo ambaye ni moja ya waganga wake wa mwanzo, pia walikuwa wanamchanjia dawa za nkanya. Kanya ni dawa ya kukubalika, yani akifanya kitu kinakubalika muda huo. Ndo tafasiri ya nkanya. Soko mara nyingi analalamika hapa Inaga Mliambelele kwamba wataalamu wake wa dawa mara nyingi huwa wanamchanjia dawa ya nkanya. Yani ni nkanya, yani ni kitu ambacho kikifanyika kinakubalika muda huo. Ndo maana ya hii dawa ya nkanya. So kwa hiyo hapa anawakumbusha sasa wataalamu wake wa dawa kwamba wawe wanamchanja na dawa za kinga. Siku moja machawi yatakuja kumhamisha kabisa na tamlaza nje. Wafanye utani, siku moja atalazwa nje kabisa na waganga wake wapo. Achaneni na nkanya wazee wangu, anasema Inaga Mliambelele. Mlani la chama pa Inaga Mliambelele bado anawakumbusha wazazi wake kwamba wambadilishie dawa. Siku moja atakwenda kubananishwa na mabibi yameshakasirika, yameshasala. Unavyokuwa unasikia kulamba ni kukasirika. Kwa hiyo Inaga anawaambia mabibi yameshakasirika, jamani mnibadilishie dawa, siku moja nitakuja kupelea na nyinyi mpo. Acheni utani, mabibi wamekasirika na ni ndugu zangu na ni wajinga hawa. Ninawafahamu, kuna vitu wanakuwa wanavituma na ninaviona. Waambieni nimeshakwisha kuwajua, anasema Inaga Mliambelele. Nao yaongea ni ya ukweli. Nagapambanaga na matatizo.
Lina liane veria ni jorela mihayo mitale. Inaga Mliambelele anasema huwa ninapambana na matatizo mengi. Jina langu hili limenisababishia matatizo makubwa. Kimba mwata kiraki. Nanena kaviona malare tuni pakutula. Inaga Mliambelele hapa anahoji na kujihoji kwamba sijui mmekasirishwa nini. Mimi nimezaliwa na babangu, nikapewa mamlaka. Ewa bashabiki. Pianoge terise. Diabidole jibambi na basukuma. Inaga Mliambelele anasema nyinyi mashabiki wa ngoma za Kisukuma inchi nzima. Naho yandeje mikosi lulwa naho. Na nionge wala nambiti. Ile hagati. Nani mwingine aishawahi kulala na fisi kitandani kwake na akakojoa katikati ya kitanda kabisa? Inaga Mliambelele anawauliza mashabiki, ni nani aseme? Inaga Mliambelele anasema hapo ndipo mikosi ilipoanzia kwenye maisha yake. Yari bitiria kakaude. Inaga Mliambelele sasa amefunguka kwamba yule fisi aliyelala kitandani mwake na akakojoa alikuwa ni fisi wa Gaudensia. Ni Gaude, huyu ndiye aliyekuwa mmiliki wa fisi huyu, anasema Inaga Mliambelele. Inaga Mliambelele anasema Gaude alikuwa anamdanganya kwamba yeye ni muhemba wa Gaudensia. Ani hapa hajatuweka vizuri Inaga Mliambelele. Siku moja tukifanya na interview atatuweka vizuri hapa. Gaude tugomala. Inaga Mliambelele kwa hasira anasema Gaudensia tutamaliza siku moja. Amekasirika Inaga Mliambelele. Inaga Mliambelele anasema mpaka babu yake alifariki bila kuwazidi wachawi. Wachawi ni balaa. Mpaka babu yake alifariki akawaacha wachawi wanapiga kazi. Wachawi ni balaa. Inaga Mliambelele anasema wachawi bado wako kazini na wanapambana. Sasa sijajua babangu Baruya kama atatoboa, lakini ni kama yanataka kumzidi, maana hali ni mbaya mno ambayo mimi nimeipitia na baba yangu anashuhudia. Yanataka kumzidi kabisa baba yangu wa dawa. Kaza kamba baba yangu, wachawi wako kazini babangu. Inaga Mliambelele anamwombea mzee wake akaze kamba ili wachawi wasije kumuua. Ukumbuke Baruya ndiye baba yake wa dawa, na kipindi aliugua mguu, mzee Baruya ndo alisimamia mwanzo mwisho mpaka mzee akarejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hapa sasa anamwambia babangu kaza kamba, lakini ni kama kuna dalili za kutaka kupelea. Anatuambia Inaga Mliambelele hana imani na huyu mzee kwa sasa, maana hali aliyoipitia ilikuwa ni mbaya mno, lakini anamuombea baba yake kaze kabisa ili wasije wakamuua wachawi hawa. Inaga Mliambelele sasa anamkumbusha babake kwamba mzee wangu, hii vita pengine usipambane mwenyewe, washirikishe na wenzako, mwambie Chande, mwambie na Mabeja pamoja na wazee wengine ili muweze kushirikiana. Nitakufa baba yangu. Inaga Mliambelele bado anazungumza na babake wa dawa, anamwambia baba yangu, fanya hivyo uniokoe mzazi wangu, fanya hivyo baba yangu. Bana, popote pale ulipo, tuungane kwa pamoja kumtakia afya njema mzee wetu Inaga Mliambelele ili aweze kufanya vizuri zaidi. Mungu amsaidie, muongezee maisha mema marefu na yenye baraka. Mimi naitwa Itemo. Asante sana kwa kuwa na mimi mpaka hapo, la ziada sina.
Asante sana kwa wewe ambaye ulikuwepo na mimi mwanzo mpaka hivi sasa. Bana, hii ni Temu TV, leo tunasikika kutoka pande za Ushetu, Ihata Baizewe. Karibu na Ilamba sekondari nikutakia usiku mwema. Lakini ule haha naleha nabejele mpayo kwanza nabalomela balojja bageita nabagahamaduhu nulo Shinyanga nulo Mwanza nulo Shimiyu nulo Tabora nulo Mpanda balemejaki nakuperera heruru nupera Mbeya malogi mana Mbeya balimejaja malogi, waambieni wanisamehe, nimetosha. Mimi sina dawa ya uchawi, sina dawa nzuri tu ya kusaidia watu. Namtegemea tu Mwenyezi Mungu. Nikiamka tu asubuhi nasema Mungu nisaidie. Imwe basani muleka abangoma ba muziki namugesha pyo jumula bimwe ene nale mpola ila de mipegi bimwe ene mpaga bangoma ahadibo galama okumbana nankone impyaweni utegude kisima manaki ngobile ngwake jalo cholo tanga bona ni ngwa malogiko nale mbasha ambasha bagule mfaduri achagere inaka balela nale hana batofa na mami hangana kabeji wakala tofa nuinge jao kololo ukosi numsa inabo sabamba ke Mbasha Studio Baba Lao.